Habari, karibuni tena Reby's Kitchen. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kuandaa ama kupika pilau. Tunaenda kupika pilau kwa njia ambayo ni rahisi kabisa, yani nyepesi, bila kutumia viungo vingi, yani hivi viungo tu vya kawaida. Kwa hiyo hapa tuna viazi vitatu hivi hapa. Nina kitunguu maji, nina kitunguu saumu, nina tangawizi, nina nyanya 2, carrot, nyama nimeshaichemsha na njegere hizo hapo nimechemsha pia kidogo, lakini kama ukipata njegere laini una uwezo tu wa kupika moja kwa moja ukachanganya kwenye pilau lako. Pia nina mafuta ya kupikia robo kikombe. Haya, tuenda kuanza pishi letu. Tutaweka sufuria yetu jikoni. Tumeshaweka kitunguu, alafu tutaweka mafuta yetu. Tutaacha itaanza kuchemka, alafu tutaanza kukoroga. Kitunguu kimeshakuwa cha brown, kwa hiyo sasa tutaenda kuongeza maji kidogo. Ukishaweka maji kidogo, utaacha kichemke. Na hapa ndo tunaenda kuona kwamba mapishi yetu yanaenda kuwa rahisi kabisa. Hiki kitunguu kitakuwa kinalainika, kwa hiyo kitaondoa ule weusi kwenye pilau lako. Yaani pilau lako sasa lisiende kuelea vitunguu juu. Weka nyama. Baada ya kuweka nyama utachanganya tena vizuri, alafu utaacha kiendelee kuchemka. Sasa hapa nyama zinaenda kuiva. Haya maji yatakauka, yani yatabaki tu mafuta na yatakauka tu vizuri. Yani kwa nyama ya pilau inatakiwa iwe kidogo, iwe kama imekaangwa kidogo na mafuta. Kwa hapa itaenda kuiva vizuri tu. Sasa hivi hapa naenda kuweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Sasa utaendelea kukoroga vizuri, utaacha kiive na nyama. Alafu kama pia njegere zako ni mbichi, hapa unaweza kwenda kuongeza njegere, alafu ukaendelea na hatua zinazofuata. Ila mimi hapo nitaweka mwishoni, maana nimeshaichemsha pamoja na nyama. Kwa hiyo hapa nitaweka karoti ambayo nimekatakata. Baada ya hapo nitaweka nyanya. Nyanya yangu nimesaga. Na unaweza tu kukatakata, ni uamuzi wako tu. Alafu nitaanza kuchanganya. Baada ya kuweka nyanya, tunaenda kuweka chumvi. Acha naweka chumvi ambayo ni ya size pia kuendana na pilau lako ambalo unapika. Hapa sasa naenda kuweka maji. Na leo naenda kupika tu mchele nusu kilo, kwa hiyo nitaweka maji kidogo tu. Wewe utaangalia tu kulingana na kiasi ambacho utakuwa unapika. Maji yashachemka, kwa hiyo sasa tutafunua, afu tutaweka mchele. Kama umeosha mchele wako, hakikisha unachuja vizuri maji. Kama upendelei, ni uamuzi tu. Baada ya hapo koroga
Koroga vizuri tu ili usishike kwenye sufuria, kwa sababu usipokoroga sasa huo pilau lako litashika sana kwenye sufuria. Kwa hiyo unakoroga vizuri. Baada ya hapo sasa, kama unatumia gesi kama mimi, inabidi upunguze moto kabisa ili pilau liive kwa moto mdogo. Halafu nitaenda kuweka viazi. Kama utapendelea kuweka viazi pale mwanzoni kabisa ni vizuri, lakini mimi naweka mwishoni ili visirojeke. Kwa hiyo nitaweka viazi vyangu. Baada ya hapo pia nitamiminia zile njegere zangu, kwa sababu mimi nishazichemsha na nichemsha na nyama, kwa hiyo sitakuwa na ladha tu, kwa vile nyama pia nilichemsha na chumvi. Baada ya hapo sasa nitafunika, afu moto hakisha ni wa size ili ive kwa moto mdogo. Pilau lako hakisha unaweka chumvi ya kutosha, kwa sababu pilau linapenda chumvi. Isizidi, lakini iwe ya size. Hapa nimepunguza moto mpaka mwisho kabisa. Na kama unatumia jiko la mkaa sasa, hapa manake unaenda kupalia. Afu utafunika ili pilau letu sasa likamalizia kuiva taratibu kabisa. Tukija hapa ni kuepua tu. Pilau letu liko tayari kabisa kama linavyoonekana. Tuanza tu kupakua sasa, tuanze kula. Msisahau kulike, kucomment pamoja na kusubscribe kwenye chaneli yangu. Asanteni.